Na katika makafara makubwa matatu njiwa naye yupo. Vile unapomuona mdogo, njiwa ana siri kubwa sana kwenye kafara sana, kiasi ambacho unakuwa una uwezo hata wewe binadamu ukaenda ukamshika mtu ukamnyonya ukamchinja kwa meno, au ukashika paka ukanyonya ukachinja kwa meno. Sehemu ya kwanza, njia panda. Yaani ukikutana na kafara kuna ajali imetokea njia panda kubwa, wao ndio tayari hapo kwenye kona kali, ila ile kona ya 7 ile uwaga ni wao. Karibu sana mtazamaji wa Manara TV. Mimi naitwa Jan Giz. Leo ni siku nyingine nzuri sana na tumepata nafasi ya kuja kumtembelea ndugu yetu ambaye anafahamika kama Sultan Sheikh Sharif. Leo tumekuja hapa na tuna mada nyingine ambayo bila shaka watu wengi sana walikuwa wananiulizia kwamba hii inakuaje, hii poje, lakini nikaona ni wakati sahihi wa mimi kuja kumuuliza maalim kisha yeye aielezee kwa undani zaidi. So tutaitambulisha, lakini kabla sijitambulisha naomba kwanza nimsalimie kwa sababu anasema salamu inafungua na kuongeza mengi sana. Ndugu yangu, naam. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali bwana? Salama salama, mambo vipi? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Habari za huko mlikotoka? Huko ni salama kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Naam. Nzuri zaidi tukiwa wazima wa afya. Wazima wa afya, naam. Naam. Sasa ndugu yangu, leo nipo na mada nyingine ambayo mara kadhaa watu huwa walikuwa wanaiulizia, lakini nikasema ngoja tuipe muda, lakini nilikuwa naamini ipo siku tutakuja tutaizungumzia na utaifafanua kwa undani zaidi. Ndio. Katika maisha ya kupambana kuna kupata kihalali na kupata kwa njia nyingine. Naam. Kuna kitu kinaitwa kafara. Nataka utuambie kafara ni nini? Hii kafara inaletaje mali? Kwa sababu tunaambiwa kuna watu wengine mpaka wapate utajiri na maisha mengine yaendelee, basi inabidi wafanye vitu kama hivyo. Na vitu ambavyo katika hiyo kafara vinafanyika na mwisho wake madhara yake ni nini? Karibu sana. Asante sana. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafin nabi sayyidina Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi, amma ba'd. Kafara ni nini? Naam. Kafara ni kutoa kitu kwa ajili ya kitu. Asilimia kubwa sana ya matajiri wengi au watu waliofanikiwa wamefanya makafara. Na kafara kidini linaruhusiwa. Okay. Kafara kidini inaruhusiwa. Sasa kafara inakuja kuwa ni haramu au ni dhambi ni pale ambapo njia utakayoitumia kutoa kafara au kupata kafara au kufanya kafara, hapo ndipo utakapokuja kuingia katika hatia ya Mungu. Ni njia gani wewe unayoitumia katika kupata kafara, kutoa kafara au kufanya kafara? Sawa sawa? Okay. Nitakurudisha nyuma kwa Nabiiullah Ibrahim alayhi salam. Nabii Ibrahim, Mwenyezi Mungu alimgia mtihani fulani kwa muda mrefu, kwa miongo kadhaa hakupata mtoto, mpaka kafikia sehemu sasa ni mzee, mtu mzima wa malika na hana mtoto. Nabii Ibrahim alayhi salam na mkewe mama Sara, Mwenyezi Mungu akaja akamjalia Nabii Ibrahimu akaoa. Alipooa akapata mtoto mmoja ambaye anaitwa Nabii Ismail alayhi salam. Nabiiullah Ismail alayhi salam ni kisa maarufu, na mimi napenda sana kuzungumza na watu wote. Sasa ili ueleweke ni lazima uzungumze katika lugha rahisi. Naam, ni kisa mashuhuri sana na kipo katika Qur'ani. Sasa alipompata Nabii Ismail alayhi salam akiwa bado bwana mdogo, Nabii Ismail, Mwenyezi Mungu akampa mtihani Nabii Ibrahim. Akamwambia Ibrahim, mchinje huyu mwanao. Mchinje huyu mwanao kwa ajili yako. Mtihani mgumu huo. Kwa muda mrefu sana Nabii Ibrahim alikuwa anatafuta mtoto. Mungu akamgia mtoto, na hapo anamwambia mtoe kwa ajili yangu huyo mtoto. Nabii Ibrahim akaota ile ndoto siku ya kwanza, kona hii bwana labda kuna vitu tu hii labda imekuja tukitofauti, lakini haina maana kuwa nimchinje mwanangu. Ngoja ninyamazie. Akaifumbia macho siku ya kwanza, akaifumbia macho
Kaenda ndoto ikajirudia tena mara ya pili. Ibrahimu akaona hapana, hii ina maana gani? Ndoto ikarudi mara ya tatu, akasema hapana. Akamwita mwanae. Akamwambia, mwanangu, nimeota ndoto. Nimeota ndoto Mungu ananiambia nikuchinje wewe, nikutoe kwa ajili yake. Baba, usiwe na hofu. Watizame hawa, ni mitume hawa. Baba, usiwe na hofu, utakutana na mimi insha Allah, Mwenyezi Mungu akipenda. Wala usiwe na mashaka juu ya hilo. Tii amri ya Mola wako, fanya Mwenyezi Mungu alichokuamrisha. Mtihani kweli kweli. Chinja huyu mtoto. Lakini haya, kwa kuwa Mungu anataka, mimi nitafanya. Kumbuka, imekuja kidoto, hakutuma malaika kumwambia. Ningekuwa mimi na wewe tungehukumia hii ndoto shetani kumchinja mtoto. Ili jini nataka nimalizie familia yangu. Okay. Umeelewa vizuri eh? Watu wengi leo Januari wanajua habari kupitia ndoto, lakini wanadharau. Yaani kabisa unaletewa habari kabisa katika ndoto, na unaamka ukiwa na zile ishara za kuwa ile habari ni ya kweli, lakini bado unajitoa ufahamu kwamba hapana, huenda tu sheitani amenichezea. Matokeo jambo linakuja kuwa mbeleni, jambo linakuja kutokea linaharibu maisha yako, linaharibu maisha yako. Kabla sijaendelea na kisa cha Nabii Ibrahim, kuna bwana mmoja alisingiziwa kesi ya kubaka. Lakini kabla kusingiziwa ile kesi aliota. Sawa? Anakula tunda uchi. Anakula tunda mbele za watu uchi. Tena ni wale watu ambao yani anapata aibu. Yani anakula tunda uchi huku anapata aibu, anapata fedheha. Sasa yeye anawaambia watu, nyinyi mbona mnanishangaa wakati mimi nimevaa nguo? Mbona mnanishangaa wakati mimi nimevaa huku anakula tunda na huku analia, ananiambia. Alipokuja kuniambia tena, kaja kuniambia baadaye, alikuwa rafiki yangu. Baadaye, baba, unajua kuna ndoto fulani lakini inakuja sana kichwani mwangu. Nimeota hivi, nikamwambia ama mkoa, huo mkoa uliokuwepo sasa hivi toka. Kuna shida inakuja. Sharif, tufanye dua. Nikamwambia kia Mungu, kiukweli nisikufiche, tutafanya dua, lakini ama limeandikwa hilo ama. Yule bwana akalipokea lile jambo, akaenda kwa watu wengine huko, akampigia manyanga, sijui kulikuwa kuna balaa, lakini tumeiweka sawa. Siku 2 siku 3 kakamatwa. Alikamatwa vipi? Kakuta wanafunzi barabarani, akawapa lifti hawa wawili. Katika wale wanafunzi wawili, mmoja aliwahi kufanyiwa hilo jambo. Mmoja aliwahi kufanyiwa hilo. Yule bwana akaenda kuwaacha wale wanafunzi, yani sehemu ambayo ni tatanishi. Na mwenyewe wakati ananiambia, yani shehe, sijijui, najikuta tunafanya hivyo kwamba nimeenda nimewaacha karibu na njia panda. Na ile njia panda pale kuna kiza. Mimi nilikuwa na mawili, kwamba hawa waelekee wanapoenda na mimi nirudi niende wapi? Nyumbani. Hamadi pale kuna bodaboda. Nilivyoacha wale watoto wakawa wanaogopa, wanalia. Ikanibidi niwarudishe tena wapi? Ndani ya gari. Kuwarudisha ndani ya gari watoto hawataki. Bodaboda wale zogo. Huku na kule, huku na kule, huku na kule, ukawa mtihani. Wakamshikilia yule bwana, mimi kwa sina hofu. Kwamba mbona ni wanangu na mimi namalika kama ya hawa watoto? Siwezi kufanya mimi hili. Siwezi mimi kufanya hili, na hili nawaambia watu. Huyu bwana alifanya hivi kwa huruma. Kamsaidia huko, kawasaidia hao wanafunzi. Lakini angalia kilichomkuta. Huku na kule Januari, yule bwana akasema, mimi ngoja nisubiri. Nasubiri. Wapigeni simu hao watu wenu. Wale bodaboda wakapiga simu polisi. Polisi wakaja pale. Kapata mbakaji vina vile, watoto na yule bwana kituoni. Na wale bodaboda. Yule bwana gari imeshikiliwa, ikabidi akae ndani. Mtoto kwenda kupimwa, anaonekana kwamba kanajisiwa
kubana, mtoto anasema huyu maskini, vitoto vidogo. Wakapigiwa simu wazazi wa wale watoto, walitafuta mawasiliano, wakapata kupigiwa simu wazazi, wakaja pale watoto kwenda kupimwa. Yule mtoto mwingine, kumbuka, alifanyiwa lile jambo, mtoto kaathirika, mtoto kubana, anasema huyu, lakini huyu bwana hakumfanyia, alifanyiwa na watu wengine. Katika hao watoto mmoja wapo, sijui umeelewa vizuri. Mmoja wapo yule bwana yupo selo, lakini anaongea na mimi huku anacheka. Naambia Sharifu reke, Mungu sielewi. Yaani unajua sielewi mpaka sasa hivi. Na jinsi ni ndoto ni nini? Hata sijui ilikuwaje, bado nasema ndiye, sio kaza kafundishwa ndiye. Kaingia tiani maskini. Sasa mtoto kashasema hivyo, inakuwaje? Ngumu sana kusema mtoto anakusingizia hapo. Uzuri ni kwamba mahakama ilitenda haki. Kesi ilipofika mahakama, yule bwana alijitolea yeye mwenyewe maelezo yake, katafuta mawakili, katafuta nini, sawa, alisota sababu kesi kubwa hiyo. Sota, lakini alhamdulillah huku na kule, na watu wakamlilia Mungu na mtume, akatoka. Yule bwana akaja ananiambia, shehe, naomba nitembee na wewe siku 4, yani nisifanye kitu chochote, niwe na wewe tu basi. Ningekusikiliza haya mimi singenikuta leo. Naambia, sasa wewe nilikwambia utoke vipi? Ndo aniambia, bwana, mimi mwenzangu niliona nama vipi, naondoka vipi, na mambo yangu na kazi, mimi ni mwajiliwa hivi na vile. Tehani maskini ya Mungu akaona bora nitafute nafasi nyingine ya kwenda kujitetea huko. Umeelewa vizuri bwana? Sasa ndoto sio kitu cha kukidharau. Ndoto ni kitu ambacho kina maana kubwa sana, na tutakuja siku kuandaa madarasa ya kuzizungumzia hizi ndoto, Mungu akijalia kheri. Ndoto Januari inakwambia kesho kuna nini. Na watu hawajui, yani kesho yako naiona katika ndoto. Yani kila kitu ambacho kesho utakachopitia, usiku huo utakaolala, asilimia kubwa utaviona. Lakini sasa watu hawana namna ya kuweza kuyajua hayo, na ndio maana zamani kulikuwa na maimamu maalum, wao shughuli zao ni kutafsiri ndoto tu. Yani ukimfuata yeye ni kutafsiri, hana elimu, hana fani nyingine kubwa aliyobobea kama hiyo, japokuwa na elimu zingine, ila yeye alipojishepu ni hapo. Sasa ndoto ndo maisha. Januari ndoto ndo itaniambia Januari kesho utakuja kuwa nani. Ni ndoto. Yani ni ndoto. Sasa Nabii Ibrahim alayhi salam hakudharau ndoto, japokuwa nimekuja ni ndoto ngumu sana, inataka imani ya hali ya juu sana. Ibrahim akamchukua Ismail, Nabii Ismail alayhi salam, akamfunga kamba, wakaenda mlimani. Fika mlimani, Nabii Ismail alayhi salam akaweka shingo yake safi. Nabii Ibrahim kaenda. Nabii Ismail akamwambia, baba, kinoe kisu hicho ili usinipe tabu. Ukipitisha mpitisho mmoja, kichwa na mwili vigawanyike. Allahu subhanahu. Januari niambie hawa watoto wetu au hawa vijana au wewe ndo babako akwambia, sasa Januari bwana nimeota nikuchinje bwana. Bwana pazito. Kwa hiyo unaizi mzee, kuna kitu umekula ni wewe, ni akili yako mwili mzee hiyo. Yaani mchinje vipi yani? Mzee umerogwa wewe. Bana chimbika hapo. Sasa hebu angalia, mtoto anamwambia baba kanoe hicho kisu. Ukipitishe mpitisho mmoja tu shwa, mimi mwili na shingo kule. Nabii Ibrahimu ananoa kisu kwa analia, Mungu wangu, mwanangu. Nabii Ibrahim kamchukua mtoto, kamgeuza kibla, bismillah, Allahu akbar, shwa, kapeleka kisu. Bismillah, Allahu akbar, shwa. Mungu akaziba kile kisu makali. Kupeleka kisu akijakata. Vipi? Chwaka kisu akikati. Bwana wewe, yani kapeleka anachinja. Kisu akifanya nini? Hakikati. Tayari kashafaulu huyu. Hajaleta dharura. Angekuwa mwingine anafanya huko, anamwangalia Mungu. Mungu ndo naenda hivi mimi. Mungu ndo namchinja huyu. Yeye
kakunja kanzu vizuri mpaka humu cha safi kabisa. Mungu katia kile kisu yaitwa mautu na wala hakimchuni wala haumii Nabii Ismail alayhi salam, licha kwamba ni kikali sana kuna macho ya kawaida. Alimwambia, baba, nifunge kamba wakati unanichinja nisikupe tabu, naweza nikakuruka nikakupa tabu, huruma ikakushika, nichinje nizibe uso. We Allahu Samad. Emu jifikiria hayo maneno anakwambia mwanao. We Allahu Samad. Mungu ana haki ya kuwapenda hawa. Mungu ana haki ya kuwaweka karibu. Baada ya pale Nabii Ibrahim alayhi salam, Mungu alimuita Khalilullah. Unamjua Khalili? Kuna rafiki, kuna habibi, alafu kuna Khalili. Huyo ni nani? Yani Khalili ni yule rafiki wa ndani, siri. Sasa Nabii Ibrahim ni Khalili wa Mungu, ni rafiki ule wa ndani. Na ndio huyu Mungu akamwita, wewe ni baba wa imani. Yani itakavyokuwa ukijiona una imani juu ya Mungu, humzidi Nabii Ibrahim alayhi salam. Huyo alikuwa na imani, akiambiwa na Mungu hivi ni hivyo. Hapo sasa Mwenyezi Mungu akamtelemsha kondoo kutoka mbinguni. Badali ya kumchinja Ismaili, Ibrahimu sasa mchinje nani? Kondoo. Kondoo akawa ni kafara la nabii nani? Ismaili. Okay. Yani kondoo kamkomboa Nabii Ismaili kutoka kwenye kile kichinjo. Sasa badali ya kuchinjwa mtu, anachinjwa nani? Kondoo. Kafara lile kondoo kaja kamkomboa Nabii Ismail alayhi salam. Nabii Ibrahimu akachinja kondoo, wallahi kafaulu, kapita. Malaika walishangilia. Okay. Malaika walifurahi, mbingu ilimelemeta, wallahi kafaulu, mashaallah, tabarakallah. Malaika walikuwa wanamzunguruka hivi, Jibril anakuja na kondoo huko, Allahu akbar, Allahu akbar, anakuja na kondoo. Wewe Jibril mpaka unamfanya anaongea haya, sio maskara. Yani anakuja na speed, anafurahi, kondoo katoka peponi. Kafara hilo hilo tunakuja kulipata kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babu yake aliahidi jambo kabla ya kuzaliwa kwa Mtume. Babu yake alisema, ikiwa kama atazaliwa mtoto wa kiume, kuna jambo fulani nitalifanya ambalo halikuwa zuri, na kama akizaliwa mtoto wa kike, kuna jambo hili nitalifanya. Akaja akazaliwa mtoto wa kiume, lile jambo likawa haliwezekani tena kufanyika, akafatwa, akaambiwa hili usilifanye. Badala ya kulifanya hilo, toa vitu hivi. Akatoa ngamia, akatoa nini, kafara. Sasa kwa maana hii fupi, kafara linafaa, limethibiti, na watu wafanye makafara kwa ajili ya maisha yao, na si mpaka upate matatizo. Na kitu pekee kinachoweza kukufanikisha mambo yako kwa haraka ni kafara. Muahidi Mungu, mwambie Mwenyezi Mungu, Mungu, ukija ukinitajirisha mimi, nikija kutajirika, Mwenyezi Mungu, mimi nitakuja kujenga misikiti labda 100. Kabla hujaendelea, kuna kitu hapo nimekikumbuka kati ya neno kafara na sadaka. Kuna uwiano gani wa haya maneno? Sababu uliposema msikiti kwamba nikitajirika nitakuja kujenga misikiti tuseme 100. Kikawaida mtu anaweza kusiseme ni kafara, kwa sababu yani imani nyingi za watu wanaamini ili iwe kafara labda mpaka uchinje. Sasa hivi labda uwiano wa sadaka na kafara, kuna kitu gani kipo kati yao? Sio imani, okay. Sawa, lakini hakikatan kafara lazima uchinje. Okay. Kafara lazima umwage damu, ndio inakuwa kafara.
sawa sawa Okay. Lakini pia vile vile unaweza ukatoa sadaka kichinjo. Kafara linakuwa ni badali kwamba Mwenyezi Mungu, mimi huu mwaka huu sijui kuna kitu gani kitanikuta, huenda umeniandikia kwa huruma yako mwaka huu, badali labda ya kufa nivunjike mguu, badali ya kupata ugonjwa fulani labda nipate mtihani fulani, badali ya kupata ugonjwa labda nifilisike. Sasa Mwenyezi Mungu kwa hayo yote unafanya dua, unamwambia kwa hayo yote nakupa kichinjo hiki, nafanya kafara hili kwa ajili ya maisha yangu ya mwaka mzima, Mwenyezi Mungu nistiri na mabalaa yote. Okay. Kwa sasa wengine wanavyofanya, mtu anatenga, nitalifanyia gari langu kafara mbuzi huyu, nyumba yangu kafara mbuzi huyu, wanangu kafara wako 4, kila mmoja mbuzi wake, na mimi mwenyewe mbuzi wangu, kila mmoja tusichafuane. Mali nitazifanyia kafara kivyao, watoto nitawafanyia kafara kivyake, na mimi nitajifanyia kafara kivyangu. Mtu anachinja. Lakini hii hata kwako wewe ambaye hauna, hata njiwa anafaa. Okay. Hata njiwa shekhe anafaa. Msije mkachinja panya tu. Kafara ni vile vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ameviridhia katika dini. Mimi nazungumzia kwanza, hatujaingia kwenye upande wa ushirikina. Unachukua njiwa unachinja. Mfano Mwenyezi Mungu, mimi nataka nihame mkoa, sawa, nataka nihame mkoa niende Zanzibar nikafanye maisha, lakini sijui kuna nini huko. Sasa nachinja hiki Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuniepusha na mabalaa yote ya huko. Kama ilikuwa nikifika huko nibambikiwe kesi, kama ilikuwa nikifika huko nije nipate madeni, kama ilikuwa nikifika huko sijui nije nipate dhiki fulani, Mwenyezi Mungu hivyo vyote naomba uviondoe kwa kichinjo hiki. Basi wallahi ukienda huko hutokutana dhila hata hili moja. Na ndo wazee wa zamani walivyokuwa wanafanya. Mzee aondoki tu, lazima achinje kwanza, ndo anaondoka. Na katika upande wa kafara pia, kafara lina rangi. Ukiona mambo mazuri, mfano mtu atakufungua duka lako, mashallah, liwe na nini, kwa Mwenyezi Mungu unatoa kafara hili la mnyama huyu mweupe, nyota yangu ing'ae, nachinja hiki cheupe kwa ajili ya hivi vitu ambavyo nilivyokuwa navyo. Kafara labda ya maradhi, Mwenyezi Mungu, huyu mwanangu au huyu ndugu yangu ana ugonjwa miaka mingi, Mwenyezi Mungu naomba umuondolee ugonjwa huu aliokuwa nao kwa hiki kichinjo. Maradhi, mbuzi mweusi. Kinga, kafara la kinga, mbuzi mwekundu. Kwa kafara tafsiri yake fupi liko hivyo. Kafara limewaokoa mitume, kafara limewaokoa manabii. Kidini kafara linahitajika. Leo watu hatuishi na hizi protocol hizi, hatuzifuati hizi. Januari ukifanya kafara sasa hivi, Januari jua halizami, kafara unapata majibu. Kwa nini? Sayyidina Jibril alivyokuwa anamfuata Nabii Ibrahim alikuwa anapiga takbira, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illa Allah. Sasa kwa nini alikuwa anaenda na maneno haya? Kwa sababu haya ndiyo maneno yanayovua, sawa, kile kinachohitajika kuvuliwa. Kwa maana yoyote anayetaka kuchinja lazima apige takbira. Watu hawa wanafeli hapo kwenye kuchinja, hawapigi takbira. Lazima kwenye kuchinja upige takbira kwa ajili ya maisha yako. Ukifanya hivyo lazima utafanikiwa. Kuna wengine watakwambia mbona mimi nishachinja sana,
lakini sijafanikiwa. Mlipiga takbira wakati mnachinja au mlichinja kuchinja tu? Kwa sababu pia kuna makafara mengine nyama ile inaangaliwa Sheikh. Kuna makafara mengine ukifanya nyama utakiwa ule huko umefumba macho. Kuna makafara mengine ukiyafanya nyama utakiwa kuvunja mfupa kama hakika. Utakiwa kuvunja mfupa. Ukivunja mfupa mtoto unamhatarisha. Kuna mlolongo fulani, ni mambo ambayo yanahitaji mtu mjuzi kabisa. Akwambia kafara hili tunalifanya hivi, hizi nyama tutafanya hivi au linaenda hivi. Kuna makafara ukiyafanya hautakiwi kukaa, yani baada utakiwi kuonana na watu kwa muda siku 7. Yani mtu yoyote asikuone, hata kama ndani ni mke wako. Yani unajifungia chumbani peke yako baada ya kumaliza ile kafara. Kwa Januari ukipikwa hivyo, nani atakushika wewe? Jamaa mmoja kuna mwaka aliniambia, "Shehe, mimi nishasoma sana Al-Badiri lakini bado naibua nazi." Kwa Tanga huko. "Nishasoma sana Al-Badiri lakini bado naibua nazi." Kaambia, "Nyinyi mnasoma tu. Meona kitabu kanunua tu na wewe ukakaa chini usome." Al-Badiri na mambo yake. Al-Badiri ina mambo yake. Kuna Al-Badili zikisoma uponi na wala sio ushirikina Sheikh. Sio ushirikina. Kuna Al-Badili zikisoma Sheikh uponi. Ubani kinyesi. Wewe ushawahi kuona hiyo? Hiyo hatari. Sheikh ukipigwa hiyo Januari hairudi nyuma. Hiyo Januari haina msalie mtume, hiyo Januari haisomi aya ya Mungu hata hii. Ngoja. Pigwa tu yale majina. Yaani mtu kakaa hivi anashangaa panga limepita kwenye kichwa. Alipotokea alijulikaniki. Hiyo sasa watu wengi wamekudhulumu, wamekufanya mambo makubwa yale. Ndio watu wanaenda polini, wanaisoma hiyo uchi. Oyacha mambo bwana. Hivi vitu wala sio shirikina msawa. Shiriki nini? Tulia we bwana we. Tuvuruge sisi. Shiriki kitu gani? Tuliopewa la mboga hapo. Tuliopewa la mboga. Umeanza tabari yako. Hakuna shiriki. Shiriki ni nini? Sisi tunamwomba Mungu. Okay. Hatumuombi jini hapa. Ndio maana kuna mtu akwambia wewe, acha kulinga, basi usilinge. Januari hata mimi binafsi ningekaa nikiona watu wanalinga, unakaa unajiuliza huyu anajilingia kitu gani? Ana nini? Analinga nini huyu? Huyu mbona pigo moja chali? Zaidi anapita mtu unaambiwa kila kitu, huyu hivi, huyu hivi, huyu hivi, huyu hivi, huyu hivi. Sasa watu Januari, sisemi kwamba watu wasilinge, la. Watu walinge, lakini wajue kwamba maisha ni kupita tu haya. Maisha hayana lolote, hayana chochote. Walikuweko majabari na majabari walikuwa na ilmu kweli na wakafa. Mungu bwana. Ardhi imekula watu Januari. Ardhi imekula watu. Huyo Imam Ghazali. Mtoto wa mfalme katoa kichwa nje, Imam Ghazali anapita chini. Anamchukia, akamtemea mate, kauta mapembe. Ota mapembe marefu kweli kwa kutema mate tu. Imam Ghazali tema mate mie. Alhamdulillah, mapembe. Tumetoka kidogo lakini kuna kitu natamani tukiweke sawa sasa. Watu wengine wanaweza kuchukulia katika namna tofauti. Umesema kafara kidini inaruhusiwa na watu waendelee kufanya. Lakini sasa kafara watu wengi sana ambao wanalifuatilia hawalijui katika upande huu ambao umezungumzia. Wengi wanalichukulia katika upande wa pili. Kuna kafara mpaka mtu anamtoa mtu, kafara mtu anatoa hizo ng'ombe au nini, lakini si katika namna nzuri. Yaani ni katika namna mbaya. Sasa upande wa pili wa kafara vitu gani vinapatikana na kwa nini mpaka wengine wanashindwa kutumia wanyama, wanatumia watu wa kawaida? Mtu anamtoa mtu na mambo yake yaende, wakati kuna wanyama na vitu vingine. Na ndio maana nikasema pale mwanzo kafara linakuja kuwa baya. Uharamu wa kafara unakuja kwa njia unazozitumia kutoa kafara.
Sawa. Hii kuacha njia ya Mwenyezi Mungu aliyoridhia, ziko njia za kishirikina ambazo watu ndo kama hayo ulioniuliza, wanayatumia hayo kuweza kutoa kafara, wanatumia njia hizo kuweza kutoa makafara. Sawa. Na hapa kuna swali la watu kujiuliza, kwa nini hata hao washirikina watumie damu kuweza kukufanikishia we mambo yako? Kuna akili ndogo sana majini huwa wanaitumia, ndogo sana. Mungu aliposema kila linalofanyika ni kwa amri yangu, alimaanisha vitu vingi sana. Shekhe, hata mshirikina hafanyi jambo lolote lazima amuhusishe Mungu japo kidogo. Japo kidogo. Hii inakupa siri. Ibilisi alipokuwa anamfuata Nabii Ayubu alayhi salam, hakuweza kumlaghai, akaenda kumwambia Mungu, kumshawishi Mungu. Mungu, nisalitishie mimi huyu anakuabudu. Ibilisi anamwambia Mwenyezi Mungu, hakika Ayubu anakuabudu kwa sababu umemgea mali nyingi, umemgea watoto, umemgea nini. Mungu, nigee mimi huyu nimnyoshe, uone kama atakuabudu. Kwa nini alishindwa kumfuata na kumnyosha mpaka kaenda kupata idhini kwa Mungu? Haliwi litakalokuwa ila Mungu ametaka. Mungu baada ya kuridhia, ndo Ibilisi akapata upenyo wa kupita na kwenda kumuumiza Nabii Ayubu. Nabii Ayubu naye akaambia Mwenyezi Mungu afanye hivyo, lakini ulimi huu, naomba ulimi wangu niache nao. Ulimi nataka nkutaje Mungu. Usiupe huu mtihani. Mwili wote Mungu ufanye utakavyo, lakini niachie ulimi wangu nikutaje. Mwenyezi Mungu akamfanyia, akampa maradhi, akamfika mwili mzima kasoro ulimi tu Nabii Ayubu. Shekhe, maradhi yale yalikuwa ni maradhi makubwa ya kuoza. Afikia tu anamtoa funza, anamtaja Mungu, alafu anamrudisha funza aendelee kula nyama yake. Halikuwa lolote litakalokuwa ila Mungu kataka. Kwa hao washirikina hawafanyi jambo lolote, lazima kuna kitu tu kitakachomgusa Mungu kidogo kiwepo. Hii damu wanayoimwaga hapa, hawaimwagi tu kwa ajili yao. Wanaitaka ile haki ya kile kichinjo imfikie Mwenyezi Mungu. Na kumfikia Mwenyezi Mungu ndo kutaka kuleta msaada hata wa lile ulitakalo wewe. Na ndio maana hata hawa wanafanya hivi ili kupata haki ya yule mnyama. Haki ya yule mnyama na siri iliyopo kwenye damu ndo anayoitumia kufanikisha ya kwao na ya kwako. Nitakuuliza. Kwani jini hawezi kwenda kunyonya damu za ng'ombe mpaka we uchinje? Yaani umeweka ng'ombe katika zizi lako, jini akatoka huko akaja akakamata ng'ombe akanywa damu akamaliza. Kwa nini mpaka mtu achinje? Ili jambo lolote liwe, hata kwa majini kupitia vichinjo, lazima binadamu wawepo. Na hapa ndo unapopata madaraja ya vichinjo katika upande wa makafara. Lazima mkono wa binadamu uwepo. Na kwenye madaraja sasa hapo ya vichinjo utaona kuna kafara la njiwa, na katika makafara makubwa matatu njiwa naye yupo. Vile unapomuona mdogo. Okay. Yaani unajua njiwa na ng'ombe, njiwa na nani kubwa sana kwenye kafara. Njiwa na siri kubwa mno. Kuna kafara moja hivi linaitwa Shamsia, kafara la jua. Yule njiwa anachinjwa alafu anarushwa, anapaa. Anachinjwa alafu anarushwa. Huyo anataka kwenda huko anaenda zake. Okay. Lakini sasa hili kafara hili si zuri, si katika makafara ya yale mazuri. Hili ni kafara fulani hivi la jini, inaitwa kafara la jua, na mambo fulani hivi. Kwa njiwa na siri kubwa. Sasa ukija katika upande huo wa binadamu kuhusishwa katika vichinjo, hapo ndo unapata madaraja. Inafikia hatua sasa mpaka itahitajika hata damu ya binadamu mwenyewe. Itahusika mpaka damu ya binadamu mwenyewe katika ushirikina. Sasa kinachotokea ni kitu gani? Kuna makafara ya majini wekundu, kuna makafara ya majini weusi, kuna makafara ya majini weupe. Lakini mbali na hivyo, ikiwa kama mtu ujue majini weupe ndio majini wema, majini weusi ni mizimu, majini wekundu ni majini hatari, majini waovu wale. Sasa unaweza ukachinja kupata ushirikiano wa jini mwema, au ukashirikiana na jini mwema kuchinja ili mpate kitu fulani,
Au ili uwe na huyu jini mwema, kuna vitu unatakiwa uvifanye pamoja na kichinjo. Au ili upate msaada, nimesema hilo wa jini mwema huyu uchinje. Na hivyo hivyo, ili uweze kuwa na ukaribu labda na mzimu fulani, lazima uchinje. Sawa sawa, ili aweze kukusaidia lazima uchinje kichinjo fulani. Ili huyu jini au majini wekundu wakusaidie hivyo hivyo. Hakadha. Sasa hayo ni mambo ambayo yanaweza yakakuunganisha na wao. Tuyazungumzie haya mawili, makundi haya mawili, weusi na wekundu, ambayo ndo hatari. Kundi la majini weusi ambao ndio mizimu, hawa mara nyingi sana huwa hawaangushi watu, hawa wanaangusha wanyama. Lakini kundi la majini wekundu, hawa huwa wanaangusha watu, wanaangusha paka, wanaangusha mbwa, wanaangusha taa na kunguru na nyoka mwenye vichwa viwili, ndo makafara yao. Kundi la majini wekundu. Okay. Na ni majini ambao ukiwa karibu nao kuna nafsi zinabadilishwa katika mwili wako, kiasi ambacho unakuwa una uwezo hata wewe binadamu ukaenda ukamshika mtu ukamnyonya ukamchinja kwa meno, au ukashika paka ukanyonya ukachinja kwa meno. Ndio kuna wale wanaitwa manini wale. Wapi? Kuna wale watu wanapitaga na mapaka wale. Manyaunyau wale. Wanaingilia huko. Wale ni ushirikina ule. Kwa ile inaenda inapanda. Ukianza manake na daraja yao ya kwanza kabisa huaga ni paka. Ya kwanza huwa ni paka. Kwa ili upate nguvu zaidi, unapanda unatoka kwenye paka labda unaenda kwenye kitu fulani. Na bado pia kwa matumizi gani? Sawa Makafara anayoyafanya mtu ambaye anapata mali kupitia majini wekundu ni tofauti na makafara anayefanya sawa kutibu watu kupitia majini wekundu. Ni tofauti na mtu anayetumia elimu na uchawi, uwezo wa majini wekundu, makafara yake kwa hawa majini. Tofauti. Yametofautiana hivyo. Mtu anayetaka mali kupitia majini wekundu lazima aangushe mtu. Okay. Yani lazima ataangusha mtu. Kundi la ushirikina huu. Lakini mtu anayetumia uganga kwenye hawa majini wekundu ndo huku. Anachinja paka, anakunywa damu ya paka. Huyu mtu hata ukilala naye upate usingizi shehe. Yani mtu anayetumia majini wekundu ni mchawi. Hakika ni mchawi. Sawa uchawi wake sio kupaa, lakini ni mwanga huyu mchawi. Kwa sababu hawa majini wekundu kuna wakati ili uendelee kusaidiwa nao lazima udhuru watu. Lazima udhuru watu. Sasa hawa ndio wanatengenezaga makafara ya ajali mabarabarani. Hawa ndio wanatengenezaga makafara ya ajali mabarabarani. Okay. Na makafara yao yanajulikanika kabisa. Ukiliona ili kafara wana sehemu maalum. Sehemu ya kwanza njia panda. Yaani ukikutana na kafara kuna ajali imetokea njia panda kubwa. Wow. Je, tayari hapo. Kwenye kona kali. Ila ile kona ya 7 ile huaga ni wao. Na hawa makafara yao huwa sio usiku. Ajali zao zitokeagi usiku. Ni mchana. Jua kali. Na ajali inapotokea pale kuna vitu huwa wanavichukua wale majini. Na kabisa huwa wanajipanga. Wewe jini fulani utafanya kitu fulani, huyu atafanya kitu fulani. Wanaosababisha ajali wanakuwepo, wanaofanya kazi fulani ya kuchukua vya kuvichukua pale wanakuwepo. Umeelewa vizuri? Okay. Na ndio maana wenzetu hawa wa nje hawa wa China, sio watu gani hawa kuna mambo lazima wafanye wanapotaka kufanya mambo makubwa ya nchi. Kuna vitu lazima wafanye. Kuna mambo yao lazima wayafanye. Na ndio maana kuna nchi kuna baadhi ya ajali ni ngumu kuzipata. Kwa sababu kuna vitu vinakuwa vimedhibitika. Sisemi kuwa kila ajali inayotokea njia panda ni ya jini mwekundu.
lakini ajali zao zinajulikanika. Yaani shekhe, ukienda unasema hili ni kafara. Kwanza hata wale tusiingie sana huko. Kuna kitu kingine nimekumbuka kwenye kumwaga damu au kwa mtu. Kuna daraja au kuna kitu gani ambacho kinatokea mpaka unaambiwa labda ili jambo lako liende inatakiwa mtoe mtoto wako wa damu kabisa. Wengine wanasema ili jambo lako liende inabidi mtoe mama yako mzazi. Mwingine baba. Au kuna wale ambao wanaambiwa kama si katika hao labda ndugu yako yoyote wa karibu, inawezekana mtoto wa mjomba na asiwe hata mtu wa nje. Hapa napo kuna kitu gani katika kufanya vitu kama hivi? Huku ni mtu unapotaka kupanda kiuchumi. Kidaraja. Kwamba wamekugea fedha zao, lakini unaona tena mambo yameanza kuharibika. Biashara zinaanza kuyumba. Manake unahitaji zizidi. Yaani unahitaji kupata zaidi. Kwa unapowafuata hawa sasa ndo wanakwambia lile tulilolifanya ndo limeishia hapa. Kwa ili kuweza kuendelea lazima tuongeze jambo lingine. Na huwa wanahatua vile vile hata kwa upande wa ndugu. Sawa, huwa wanahatua vile vile. Kwamba hatua ya kwanza mara nyingi huaga ni mzazi. Hatua ya mwisho ndo anakuwa ni mtoto. Na ikishafikia hatua ya mwisho kuwa ni mtoto, hatua inayofuata anakuwa wewe mwenyewe. Kwa kifupi, mwisho wa kafara itakapozunguka ambayo itakuwa kubwa itakupiga wewe mwenyewe. Lazima ikupige wewe mwenyewe. Katika utajiri wa hawa majini Januari kuna vitu vingi. Kuna mtu mwingine unaweza ukafanywa kidonda. Ukagewa donda tu. Wahoge kidonda hicho ni akiongezeke akizidi unaoza tu. Minzi inakufuata. Na wale inzi wanapozidi kujaa ndio mali inazidi kuongezeka. Wengine nyuki. Mtu anakuwa na mzinga wake wa nyuki, Sheikh. Anatembea nao. Nyuki ukipungua akaunti kule hela inapungua. Nyuki wakiongezeka akaunti kule hela inaongezeka. Kuna uchawi mmoja huko Mbeya pale. Uchawi mbaya sana. Wanatoa vitu vya ndani wanaeka nguo. Yaani vitu vya ndani katika mwili. Katika mwili kiuchawi. Okay. Kama wanatoa maini, wanaenda kutumia kwenye makafara yao ya kifedha. Kuna kabila fulani hilo maarufu sana kwa utajiri sana. Tasikia fulani huyo. Shawajua? Hiyo ni Kitanzania sasa. Tanzania. Kuna mikoa wanatokea hao. Kaskazini. Huko nyanda za juu. Okay. Wanatoa vitu vya ndani wanaweka nguo. Na wanaendelea kuishi. Kichawi. Okay. Ukiliona ni kama jambo haliwezekaniki, lakini watu Sheikh wana mambo sana Sheikh. Yaani watu wana mambo. Watu wana mambo mno Januari. Mimi ukanda ule nachukiwa sana. Kuna miaka hata hao waganga wao ambao wanawatumia katika makafara walikuwa wananitumia mimi. Shekha, tulifunga kule, watu tulifanya juhudi kule, hakuna kafara litakalofanyika la mtu. Hakuna kafara litakalofanyika la mtu. Hauliwi mtu kikafara. Kiniangalia mimi kwenye vipimo vyako unione. Wewe ukifanya kafara aliendi, lakini aliyefunga nani ujui na uoni. Mtu sasa anakuja, bwana naomba unisaidie, hawa wataniua mimi. Unatumia vitu vyako wewe kumweka sawa, sio kuruhusu akafanye nini. Mpaka walipokuja kugundua ni miaka hii. Baadaye tukaona hacha tuache mambo ya watu, dunia iendelee tu. Maana vizuri Sasa utajiri una mambo mengi sana Januari. Watu wasionione tu, watu wanaendesha magari makubwa ya kifahari, watu wana siri kubwa. Watu wana siri kubwa, kuna watu wanatia wino kwenye kibofu cha mkoje wewe. Watu wana siri kubwa.
Okay. Watu wana siri kubwa. Kafara hizo. Kuna kafara lingine unagewa jini anaingia ndani ya mwili wako, mfano kama mwanamke au mwanaume. Kila utakaenda kukutana naye lazima afe. Sio ukimwi, sio una ugonjwa. Kila utakaenda kukutana naye lazima afe. Na unakuwa na mvuto mkali. Ukimfuata mwanamke akatai, hapo hapo. Yaani kama umemgia kilevi Sheikh. Unaenda unafanya naye yako, ukimaliza achukui siku 4 siku 5 yule anakata. Habari yake imekwisha. Anakata uhai. Kama ni mwanamke ni hivyo hivyo. Yako mengi. Na katika hapa upande wa makafara kuna vitu vingi wanavitumiaga. Kuna makafara ya mtu, ya damu, na kuna makafara ya vitu kwa mtu. Kuna majini wengine kinyume na damu sasa tukitoka. Wanataka labda kula mtu wana vitu fulani, mtu labda si tunatoa elimu. Mtu labda alitenganishwa kichwa na mwili, lakini wale maini yake. Na ndio maana yanatokea mauaji ya aina fulani. Sasa itakavyokuwa we mshirikina unaifanya huu ubaya, lazima tu kuna siku na wao watakuja watakula maini yako. Hawanaga wema. Kuna wengine huwa makafara yao ni ya wazee, vikongwe na kadhalika. Wote ni ushirikina. Upo. Ila huu kidini haufai. Ukiyafanya haya unavunja mkataba na Mungu. Yaani ukimchinja mtu kwa ajili ya mali yako, ukimchinja mtu ili upate pesa, unavunja mkataba na Mungu kabisa. Kwa watu waweke sawa hapo. Kafara kidini inaruhusiwa kwa kufuata misingi yake. Lakini kuna kafara hizi za kutoa watu na hata pengine kutumia wanyama katika namna ya kishirikina. Hii hairuhusiwi. Maana watu wasije wakasema kafara inaruhusiwa wakaiweka yote kwa pamoja. Okay. Na hata katika hizi ng'ombe sijui mbuzi zipo kuna kafara za kichawi wanafanyaga hivyo, haziruhusiwi. Tulienda huku kusini tulikuta wanachinja ng'ombe. Sawa? Wakishaichinja ng'ombe wanaipasua tumboni. Ikishapasuliwa tumboni ile ng'ombe, mtu unaingia tumboni mule ng'ombe. Bado mbichi, yani anapasuliwa tumboni, alafu sasa wewe unaingia tumboni mwa ng'ombe. Yule ng'ombe kuna vitu anafungwa. Inachezwa ngoma usiku kucha. Ukiwa ndani ya ng'ombe. Ndani ya ng'ombe. Kusini. Januari nimekwambia kusini kuna uchawi. Okay. Huku. Hatari. Kusini kwanza kuna uchawi wa damu. Unajua uchawi wa damu? Uchawi wa damu. Upoje huo? Yaani wanaathiri damu, wanaroga damu. Yaani wanatia maradhi kwenye damu. Sio ndani ya mwili, kwenye damu. Wanaichafua damu. Yaani mtu anadhoofika tu. Hata unge dawa gani anadhoofika tu. Ili apone labda atoe ile damu yote, apate damu mpya, hajafa. Huko. Ukikimbia Nchale, mama Nchale. Washirikina wako wengi. Kweli. Kuna uchawi. Mimi kuna miaka nilikuwa nikienda kusini lazima gari yangu ipigwe rangi. Lazima. Basi watu wangu, Sharifu anakukaribisha. Kuna makafara mengine mtu anajichana yeye mwenyewe. Anamimina damu yake kwenye mzimu wake, anamimina damu yake, akimaliza anajifunga, anaondoka. Mpaka mzimu utosheke lakini. Mpaka mzimu utosheke.
siku isipotosheka ndio utaona hapo sasa wanakuwa na mikataba yao. Shehe, usiwaoneone watu tu mijini hivi. Watu wana mambo. Unaweza ukamuona mtu na maisha mazuri ya kifahari sana, ana maisha ya juu, lakini akikupa mzigo wake ubebe Januari, hauwezi. Hakika huwezi, ni mzito. Kile kinachomfanya akaishi yale maisha ambayo wewe unayaona, yeye mwenyewe Januari inawezekana ikawa hayuko tayari tena kuendelea nacho. Huu ugali ambao sasa hivi watu wanaweza wakakudharau, unaokula Januari, usiwaangalie wao, ridhika nacho. Furaha hairudi nyuma. Huwezi ukairudisha furaha ya jana, kwa sababu ilitengenezwa na matendo na matukio ya siku hiyo. Furaha hairudi nyuma. Yaani hata huyu mtu ambaye leo anapitia mazito magumu kutokana na utajiri wake, hawezi kusema mimi basi kila kitu kipotee nirudi katika maisha ya chini. Wangekuwa ni wengi sana wamefanya mambo hayo. Ukimpata mtu akakueleza yale mazito anayopitia, lakini tayari kashaingia katika maagano, hawezi kutoka, hawezi kujivua tena. Inabaki kuwa ni kalenda kwamba mwaka fulani nilikuwa naishi maisha ya amani, maisha ya furaha, lakini basi tena. Ithamini sana furaha uliokuwa nayo leo. Ithamini mno furaha uliokuwa nayo leo. Huwezi ukaiona faida yake hii furaha ya leo Januari, kwa sababu bado unayo. Na hata kwa upande mfano wa mke, napenda sana kutolea mfano huko. Unaweza usione thamani ya mkeo kwa sababu uko naye, lakini atakapoondoka katika mikono yako, niamini brother, utaiona thamani yake. Au uwezo ukaiona thamani ya mume uliyekuwa naye kwa sababu bado uko naye, lakini utakapotoka katika mikono yake, utalia. Anaweza akawa ni mjinga kwako, anaweza akawa ni kama vile hawezi kuchukua maamuzi magumu, akavumilia vitu vingi, madhila mengi ambayo unamfanyia, lakini hii yote ikawa ni kwa sababu ya upendo. Utakapofika muda akasema basi, yale machungu yake yote yatarudi kwako mara 1000. Yaani mtu Januari anayekuvumilia mabaya yako, madhaifu yako, siku akija kuchoka, yale madhaifu yanakugeukia wewe, yatakuumiza mara 1000 zaidi alivyokuwa anaumia yule. Ni vitu vya kuvichunga sana. Tunatakiwa kuthaminiane. Heshimu nafasi ya mtu uliyekuwa naye, iwe yuko chini yako au yuko juu yako. Utaliona hilo hata kwa mabosi juu ya wafanyakazi wao. Inawezekana bosi anamdharau mfanyakazi wake, anaona huyu hana maana, hana chochote, hana lolote, lakini niamini huyu bosi anaishi maisha mazuri kwa sababu ya huyu mfanyakazi anayemdharau, anayemuona hana maana, anayemvunjia utu wake. Yaani maisha yake ana survive kwa sababu ya huyu mfanyakazi. Mabosi wengi wamefilisika baada ya kuwapoteza wafanyakazi wao. Hakuna bilionea aliyejitengenezea yeye ubilionea. Januari ubilionea unatengenezwa. Hawa watu ambao wanakufanya ukawa bilionea
niamini hawa wana uwezo wa kukufanya ukawa kapuku vile vile. Kila mtu amegewa kitu chake na Mungu. Kila mtu amegewa kitu chake na Mungu. Usidharau cha kwangu. Inawezekana hiki mimi nikibaki nacho kisinipe, lakini tukimix na kitu chako, tukimatch, tutapata riski. Inawezekana ukapata riski, lakini usiwe madhubuti, usiwe imara, ukawa dhaifu, ila uimara wangu ukakusaidia katika riski zako. Kwa ni jambo kubwa sana la kulichunga hata katika maisha ya kawaida. Yaani mfanya kazi usijione hauna thamani, ukakubali kufanyiwa madhira makubwa na mwajili wako. Niamini ana survive kwa ajili yako. Kati yako wewe na yeye, atakaye tetereka baada ya kuachana sio yeye, ni wewe. Yaani sio yule bosi, sio wewe mfanyakazi, ni bosi. Okay. Kabisa. Yaani mfanyakazi unadharauliwa na bosi wako. Bosi haioni thamani yako, haoni mchango wako katika maisha yake. Usione tabu kujivua. Usione tabu kujivua. Ni ukweli ambao haupingiki. Maisha yake umeyabeba wewe. Wewe ndio unayemfanya asurvive. Ikitokea mkaikhtarifiana na kuachana, atakayeteteleka sana ni yeye kuliko wewe. Maisha yanahitaji mizani ya hali ya juu sana. Watu wajichunge hapa. Kwa furaha uliokuwa nayo mtu ithamini sana. Usione ni kitu tu kidogo cha mchezo cha maskhara. Hapana. Furaha ni kitu kikubwa. Na furaha sio mali, Januari. Furaha ni kitu kidogo sana. Unaweza ukahisi maisha uliokuwa nayo si maisha bora, eti kwa kuwa hauna vitu vya kifahari. Lakini niamini maisha uliokuwa nayo ni maisha bora sana. Mungu akosei. Mungu akosei. Acha kuangaza. Acha kutamani visivyo vya kwako. Usitamani vitu ambavyo si vya kwako. Vikubali vitu ambavyo Mungu alivyokupa. Hili ndo limewaponza wengi sana, wakaingia katika maagano, madeni makubwa, wakaharibu maisha yao kwa sababu hiyo. Watu wanaingia katika siri mbovu, utajiri wenye maagano mabaya. Huu ushirikina ambao tunauzungumzia mwekundu Januari ni ushirikina ambao una makafara mengi machafu. Yaani kuna makafara mengine ni sawa na kuwa huyu anamwabudu yule aliyekuwa naye. Kabisa. Na ubaya zaidi ni kwamba inawezekana hata mtu asiwe ni mtu wa hivyo, lakini akaenda kwa mganga anayetumia njia hizo. Kila anachokufanyia wewe, hata kama haujui, anaharibu maisha yako. Na ndo hapo nasemaga sana kuwa mtu lazima ujihakikishie juu ya huyo mtu ambaye unataka akusaidie ni nani. Kuna watu wengi sana wameingia katika matatizo kwa sababu ya hawa waganga. Yaani umeenda kwa ajili ya kufungua maisha yako, unafungua. Hivi ni vitu vya kujihadhari sana. Watu wanatakiwa wajihadhari navyo. Makafara haya
si vitu rahisi tu Januari. Tutatafuta siku tuje kuyachambua. Leo tumetoa elimu juu ya makafara yanayofaa na makafara yasiyofaa ni yapi. Okay. Makafara yasiyofaa yana hatari kubwa, watu wajiweke nayo mbali. Tena usisikie tu mtu anakuambia huku kajiunge, huku kajiunge, hiki kajiunge na huyu, fanya hivi. My brother, ndugu yangu, Warangi wanasema mwana wane kitakacho kukuta. Okay. Mtihani sana. Kuna chama kimoja, si Freemason, kipo kinatajirisha watu, kipo Nigeria, kinatajirisha watu. Kile chama ushirika wake huko Tanga. Kuna sehemu Tanga, Korogwe juu Milimani, Sambani, Sokoroko, Milimani, ushirika wake upo kule. Kuna mtu mmoja yupo kule. Utajiri wao wanakula nyama za watu. Nyama za watu, yaani wanafanya makafara, wanakula nyama za watu. Ni matajiri ajabu sana, na wao unagewa jini, unagewa jini kabisa, ndio unakuwa naye. Ukifa leo inakuwaje? Watu wanaotaka kufanya makafara kwa ajili ya maisha yao, ziko njia za kufanya makafara kwa ajili ya maisha yako nzuri za Mungu. Vinafanywa visomo mashallah maalum. Sababu sio kila kafara lina kisomo chake na lina namna yake. Kuna visomo vingine mtu unatakiwa ufunge, na kabla ya kufunga unatakiwa umswalie Mtume mara 200,000, alafu ndo uje ukifanya hicho kisomo. Jambo lolote Januari Mungu analipokea mara 200,000 kwa siku hizi 3. Ukimaliza hapo unachinja labda kama ni mbuzi hawa 3 kwa hicho kisomo maalum, kwa namna kilivyo hilo kafara. Usihangaike na hao wanatajirisha watu kiushirikina. Fanya hili, utakuja kuniambia. Kama unataka utajiri, tumia hii njia. Nakupa kisomo, soma, usalie Mtume mara 200,000 kwa siku 3, yani ukiwa umefunga. Baada ya hapo unakisoma hicho kisomo. Ukimaliza kusoma unaenda unachinja mbuzi wako 3 wote weupe. Allahu samad. Okay. Januari utapata mali kokote utakakoenda dunia hii. Hata ukisema sasa hivi mimi naenda Syria, simjui yoyote, ukienda utatajirika. La, kama sisi tungekuwa tujachagua hii njia ya Mungu kwamba tufanye haya mambo, tungepambana sana kimaisha. Tuna njia, lakini sasa tayari kuna namna tushajiweka. Imebaki tunawafanyia watu, mtu anaenda anafanikiwa, lakini sio sisi tena kukaa chini. Kwa hivyo nadhani nitakuwa nimeeleweka. Okay. Kwa uchache. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji wa Manara TV, toka mwanzo ambapo tumeanza na wewe, hakika utakuwa kuna kitu kikubwa sana umejifunza juu ya elimu hii ya kafara. Watu wengi walikuwa wanachukulia neno hili katika namna tofauti sana. Wengi walikuwa wanaamini kafara hairuhusiwi na ni katika jambo ambalo si zuri katika jamii, lakini maalimu hapo wametuelezea kwa undani kabisa kwamba zipo kafara ambazo kisheria na hata kidini pia zinaruhusiwa. Kwa hiyo
njia ni ya kwako, uchague hizi au hizi, lakini jumla kwa yote hizi za dini ndio nzuri na ndio ambazo zinakubalika kidini. So angalia namna ya kufanya, na tunashauriwa pia tufanye hivyo ili kuhakikisha mambo yanaenda vizuri. Nikuhakikishie tu kwamba kupitia Manara TV elimu kama hizi utaendelea kuzipata muda na wakati mwingi sana. Endelea kutufuatilia kwa sababu utapata vitu vizuri zaidi. Nyuma kamera Stanislaus Mapicha ndio mtu alikuwa anafanya inaonekana vizuri sana. See you until next time.